kwenye maisha yako. Kutokuwa na mipaka kwenye maisha yako unaweza kukasababisha wewe kuingia kwenye matatizo, au wakati mwingine wewe kufungua mlango wa kuruhusu mashambulizi ya nguvu za giza kwenye maisha yako. Ukisoma kwenye kile kitabu ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 kuanzia mstari wa 18 mpaka 21, anasema kwamba twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Arudia, anasema twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Anasema twajua kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote hukaa katika yule mwovu. 20, nasi twajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili ya kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Makotoposhala dabagadaba. Ukirudia ule mstari wa 18b, anasema kwamba kila aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Kwa hiyo unaona, njia mojawapo ya kuzuia mashambulizi ya adui kwenye maisha yako ni kujilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipojilinda ni rahisi sana kuruhusu mashambulizi ya nguvu za giza au nguvu za shetani kushambulia maisha yako. Sawa, nimesema kwamba mtu asiyejilinda ni rahisi mno kushambuliwa na nguvu za giza. Nguvu za giza zipo ndio, lakini zinamsubiria mtu ambaye hana mipaka, mtu ambaye hajilindi, mtu ambaye hawezi kujizuia. Karada bagadaba. Wakati mwingine wewe mwenyewe unaweza ukawa chanzo cha matatizo kwenye maisha yako, kwa sababu tu umeshindwa kujizuia na umeshindwa kujilinda. Kumbe unaposhindwa kujilinda au unaposhindwa kujizuia, wewe unaweza ukawa sababu au chanzo cha matatizo kwenye maisha yako. Nimesema kwamba maandiko yanasema kwamba twajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili ya kwamba tumjue yeye. Amesema naye ametupa akili. Kupitia hiyo akili ambayo Yesu amekupatia wewe, kupitia hiyo akili ambayo tumepewa na Mungu, unapaswa kuitumia akili yako kwa namna chanya. Na maanisha kwamba unapaswa kuitumia akili yako ikusaidie kujitunza na kujilinda katika namna ambayo ni njema, katika namna ambayo itamzuia shetani kushambulia na kuzuru maisha yako. Shetani ukimpa nafasi kidogo, unakuwa umemruhusu kuja kuharibu mfumo mzima wa maisha yako. Waefeso 4:27 anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa maana hiyo ni nini? Kwa maana hiyo ni kwamba kama maandiko yanasema wala usimpe ibilisi nafasi, kwa maana hiyo shetani huwa usiku, mchana, asubuhi, wakati wa jioni anaitafuta nafasi ya kuharibu mfumo mzima wa maisha yako. Na shetani kama shetani hataweza kuharibu mfumo mzima wa maisha yako kama haujampa nafasi shetani kwenye maisha yako. Anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Kumbe basi usipompa nafasi shetani kwenye maisha yako, shetani hana uwezo wa kuharibu maisha yako. Shetani ambaye anaweza kuharibu maisha yako ni shetani yule ambaye umempa nafasi kwenye maisha yako. Kama shetani haujampa nafasi, shetani hawezi kuharibu maisha yako. Watu wote ambao wameharibiwa maisha yao na shetani ni watu wengi ambao wamempa shetani nafasi. Masotoposhala dabagadaba. Kama hujampa shetani nafasi kwenye maisha yako, shetani hana uwezo wala nguvu ya kuharibu mfumo mzima wa maisha yako. Bwana asifiwe. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 13 na ule mstari wa 11, maandiko yanasema kwamba na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kunyosha kabisa. Narudia tena, Luka sura ya 13
na ule mstari wa 11 anasema, natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Masotoposhala dabagadaba. Kwa unaona huyu mwanamke amedumu na pepo wa udhaifu kwa muda wa miaka 18 ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaona ni siku moja tu au dakika chache tu, unaweza kutumia dakika 2 au 1 kufanya jambo fulani, na hilo jambo likaruhusu mashambulizi ya adui kuingia ndani yako, na shetani ambaye ameshaingia ndani yako ni ngumu kutoka. Nasema kwamba ni rahisi sana ukashambuliwa na nguvu za giza ndani ya dakika chache tu. Kwa mfano, unaweza ukazini ndani ya dakika 3, lakini kupitia huko kuzini ukaruhusu mashambulizi ya adui kuingia ndani yako, alafu yakadumu kwako kwa muda wa miaka mingi sana. Hili pepo la udhaifu lilimuingia huyu mwanamke siku moja, na tena sio siku moja, dakika chache, dakika moja tu ya yeye kutoweza kujilinda, ya yeye kutoweza kujizuia, ya yeye kutoweza kuwa na mipaka. Hili pepo la udhaifu likamuingia ndani yake, na baada ya kumuingia ndani yake likadumu kwa muda wa miaka 18. Miaka 18 ni umri wa mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utaona yani katika umri wa mtu mzima kabisa, miaka 18, mtu anatembea na pepo la udhaifu. Haleluya. Kwa unaona ni rahisi sana nguvu za giza au mapepo kukuingia, na ni ngumu sana haya mapepo kukuachia. Ni rahisi sana mapepo kukuingia, na ni ngumu sana haya mapepo kukutoka kama usipopata msaada kwa uharaka. Huyu mwanamke kama asingekutana na Yesu, angekufa akiwa na mapepo yake, angekufa akiwa na haya maroho ya udhaifu ndani yake, kama asingeweza kukutana na Yesu. Kwa ni rahisi sana mapepo kukuingia, na ni ngumu sana mapepo kukuacha. Makotoposhala dabagadaba. Kwa njia mojawapo ya kuzuia mashambulizi ya adui kwenye maisha yako, unapaswa kujilinda. Ukijilinda inakuwa ni njia nzuri sana ya kukusaidia wewe usiruhusu mashambulizi ya adui kwenye maisha yako. Shetani mkubwa sana ambaye ataweza kuharibu maisha yako sio shetani ambaye yuko kuzimu, ni shetani ambaye umempa nafasi kwenye maisha yako. Shetani ambaye umemfungulia lango kwenye maisha yako ndiye shetani ambaye ana nafasi ya kuharibu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani mkubwa ambaye aliweza kumtoa Adam pale bustanini, aliweza kumtoa Adam Eden, ni yule shetani ambaye alikuwa pale pale Eden. Masotoposhala dabagadaba. Shetani wa mbali hawezi kuharibu maisha yako, hawezi. Shetani wa karibu ni yule ambaye anaweza kuharibu maisha yako, ni yule ambaye umempa nafasi kwenye maisha yako. Maandiko nasema wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa maana hiyo shetani huwa anatafuta nafasi ya kuharibu maisha yako. Masotoposhala dabagadaba. Kwa unapaswa kujitunza na unapaswa kujilinda. Unapokuwa kazini unapaswa kujitunza na unapaswa kujilinda. Unapokuwa huko sokoni unapaswa kujitunza na unapaswa kujilinda. Unapaswa ujizuie namna ambavyo unazungumza, jizuie vitu ambavyo unavifanya, jizuie aina gani ya marafiki ambao unatembea nao. Aina ya marafiki ambao unatembea nao wanaweza wakawa sababu au njia rahisi ya kumruhusu shetani aweze kuingia katika maisha yako na kuharibu mfumo mzima wa maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wameharibikiwa maisha yao kwa sababu tu ya kutembea na watu fulani. Kuna watu tu wameharibiwa mifumo mizima ya maisha yao kwa sababu tu ya kuzungumza maneno fulani. Masotoposhala dabagadaba. Maandiko yanasema kwamba msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kumbe basi hata namna unavyozungumza inaweza ikawa njia ya kumruhusu adui shetani kuingia kwenye maisha yako na akaharibu maisha yako yote. Kwa unapaswa kujitunza na kujilinda. Maandiko yanasema kwamba twajua ya kwamba
Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kabisa, lakini hujilinda. Kumbe njia mojawapo ya kukusaidia wakati mwingine usiweze kutenda dhambi ni unapaswa kujitunza na unapaswa kujilinda. Ukijilinda inakuwa ni rahisi sana wewe hata kuzuia. Ukijilinda inakuwa ni njia rahisi sana wewe itakayokusaidia hata kuyaishi maisha matakatifu. Kumbe basi hata maisha matakatifu pia hautaweza kuyaishi kama usipokuwa na uwezo wa kujilinda. Ukijilinda ni ngumu sana wewe kufanya dhambi. Ukijilinda wewe ni ngumu sana wewe kuanguka kwenye dhinaa, kuanguka kwenye uchafu wa aina yoyote, kuanguka kwenye jambo lolote ni ngumu sana. Kwa nini? Kwa sababu umejilinda. Kumbe basi unapaswa kujilinda wewe kama mwana wa Mungu. Ni kweli tunalindwa na nguvu za Mungu, ndio, lakini na wewe pia unapaswa ujilinde. Maandiko yanasema kwamba pasipo maono haiwezekani kumpendeza Mungu. Yes, maandiko yanasema kwamba pasipo maono haiwezekani. Pasipo maono mtu hawezi kujizuia. Pasipo maono mtu hawezi kujizuia. Kumbe usipokuwa na maono ni ngumu sana wewe kujizuia. Ni rahisi ukafanya kila jambo, ni rahisi ukazungumza na kila mtu, ni rahisi ukasema kila jambo ambalo litakaloweza kutokea kwenye fahamu zako. Ni rahisi sana wewe utaweza kuzungumza. Ni rahisi sana utaposti status chochote kitakachokuja. Kwa nini? Kwa sababu hauna maono. Lakini mtu mwenye maono atajizuia namna anavyotembea, namna anavyovaa, namna anavyozungumza, vitu anavyovifanya, atajizuia kwa sababu huyu mtu ana maono. Kumbe njia nyingine ya kukusaidia wewe kujitunza au kujilinda ndani ya Kristo, unapaswa kuwa na maono ndani ya Kristo. Unapaswa kuwa na maono. Wewe unataka kufikia wapi? Wewe unataka kwenda mpaka wapi? Kwa nini? Kwa sababu pasipo maono mtu hawezi kujizuia. Masoto koshala da bagadaba. Nimesema kwamba dakika chache tu huyu mwanamke akaingiwa na pepo, lakini wanakuja kufanya makao ndani yake kwa muda wa miaka 8 ndani yake. Hii habari iliyoandikwa kwenye kitabu cha Luka sura 13 na ule mstari wa 11. Kwa utaona ni dakika moja tu inaweza kutosha wewe kufanya uzinzi na kuingiwa na pepo alafu huyo pepo ukakaa naye karibu maisha yako yote, kama usipoweza kupata msaada kwa uharaka. Roho mchafu anaweza kuingia na kugeuza maisha yako jumla kama usipoweza kupata msaada wa haraka kwenye maisha yako. Kumbe basi usipojilinda pepo mchafu anaweza kuingia alafu akaharibu maisha yako yote. Hebu tusome kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 22. Luka sura ya 22 na ule mstari wa 3. Anasema kwamba shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale tenashara. Anasema shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale tenashara. Kwa unaona dakika moja tu ilimtosha shetani kumuingia mwanafunzi wa Yesu aliyeitwa Yuda. Kwa muda mchache alisababisha kifo cha Yuda, alisababisha uharibifu mkubwa sana kwenye maisha ya Yuda. Makotopo shandele di babai. Kwa utaona ni vyema kujilinda ili uweze kujizuia, ili uweze kujizuia unapaswa kujilinda ili uweze kuzuia nafasi moja atakayoweza kuitumia shetani ili kuweza kuharibu maisha yako. Unapaswa kujilinda ili uweze kuziba mianya na mapengo ambayo shetani ataweza kuyatumia ili kuweza kuharibu mfumo mzima wa maisha yako. Unapaswa kujilinda, unapaswa kujitunza. Ukijilinda inakuwa ni njia nzuri sana ya kumzuia adui shetani kuharibu mfumo mzima wa maisha yako. Usipoweza kujilinda, kwa utaona hata huyu Yuda kwa dakika chache tu kwa yeye kuzitizama fedha akaona, yani ikafikia hatua akaruhusu kwenye akili yake fedha ikaonekana ni kubwa sana, au fedha ikaonekana na thamani sana kuliko hata Yesu ambaye yuko naye. Akaona huyu Yesu nikimuuza huyu, kuna namna nitakwenda mbali, kuna namna
leo nitatoka kwenye umaskini nikimuuza Yesu. Kumbe alisahau kwamba akimuuza Yesu anaweza akasababisha yeye kukosa kila kitu kwenye maisha yake. Na kweli huyu Yuda akamuuza Yesu, na baada ya kumuuza Yesu alipewa vipande 30 vya fedha, lakini hata hivi vipande 30 vya fedha havikuweza kumsaidia. Alikufa kabla hata hajavitumia. Alikufa na ni wengine wakaja kuvitumia hivi vipande 30 vya fedha. Kumbe wakati mwingine shetani anaweza akakuonyesha ni kwa namna gani fedha ilivyo nzuri, na kupitia hiyo namna ambayo shetani anakuonyesha jinsi gani fedha ilivyo nzuri, alafu shetani akatumia huo mpenyo kuharibu maisha yako yote. Na hasa mabinti wengi huwa wanaharibiwa maisha yao kupitia fedha. Bwana asifiwe sana. Na wakati kama huu, so mabinti tu, hata vijana, hata wazee, kuna wengi tu wanaharibiwa maisha yao kwa sababu ya fedha. Kwa unapaswa kujilinda na vitu vyote, yani kitu chochote ambacho kitaweza kukutoa kwa Kristo, unapaswa kujilinda nacho. Makoto poshala dabahande lesoto poshala dibabahande. Kwa Yuda, kwa kutokujizuia tu, kwa kutojilinda, kwa kutoweza kujilinda kwa dakika moja tu, shetani anaingia ndani yake, na baada ya kuingia ndani yake anasababisha kifo cha huyu mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Yuda. Lesoto poshala dabagadaba kara dabalaso tupapalia damu. Kwa unapaswa kujilinda, unapaswa kujizuia ili usiruhusu adui shetani aweze kuharibu maisha yako. Maana tunaona kesho ya Yuda imepotea pale ambapo alishindwa kujizuia, alishindwa kujilinda. Kwa usipoweza kujilinda, wewe unaruhusu mashambulizi ya adui kuingia kwenye maisha yako, na shetani ambaye ameshaingia kwenye maisha yako ni ngumu kumfukuza. Ni ngumu kumfukuza shetani ambaye amefanya makao ndani yako. Kwa unapaswa kujizuia sana ili usiweze kuruhusu wewe ukawa chanzo au sababu ya kuharibu maisha yako kwa sababu tu umeshindwa kujilinda. Anasema twajua kuwa sisi tu wa Mungu na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Bwana asifiwe sana. Kwa sisi ni watumishi wa Mungu, sisi ni watoto wa Mungu, ndio, lakini katika hii dunia ambayo tunaishi ni dunia ambayo tunakaa na shetani hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Tunafahamu kabisa Mungu yuko mbinguni, sawa, na sisi, maandiko yanasema tunajua ya kuwa sisi tu wa Mungu na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Hiyo dunia ambayo ndo anakaa shetani, hiyo dunia ambayo anakaa ibilisi, ndiyo dunia ambayo na sisi tunaishi. Kwa maana hiyo ni kwamba sokoni unapokwenda unakwenda na shetani, kwa sababu hapa duniani tunapoishi kuna shughuli ambazo zinaendelea katika ulimwengu wa roho, na hizo shughuli zingine, na hizo shughuli zenyewe, kuna shughuli za Mungu ambazo zinaendelea hapa duniani na shughuli za shetani ambazo zinaendelea hapa duniani. Ni vile tu wewe hauna macho ya rohoni, lakini ungekuwa na macho ya rohoni, wakati mwingine ungeenda hata masokoni, kuna mawakala wa shetani wanafanya biashara na kuna watu wa Mungu ambao wanafanya biashara kwenye